Yo, Nito Official Boy, Priest Babylon Killer. Leo bana kuna issue ndogo sana ambayo nataka tuiweke sawa hii ili tuende fresh. Wanasemaga msanii ni kioo cha jamii. Kwamba atakapokosea msanii, jua amefelisha hadhira yake au jamii yake. Atakapopatia msanii, jua ameisahihisha na ameinyosha jamii yake au hadhira yake. Na maana gani kusema hichi kitu? Kwa Tanzania yetu, msanii ni mtu wa muhimu sana. Sana sana sana. Kwa Tanzania yetu, msanii. Tusizungumzie kwa ujumla kidunia, tuzungumzie tu kwa Tanzania tu. Na ndio maana ili jambo baada ya serikali kujua kwamba msanii ni mtu wa muhimu sana, waliamua kutengeneza mabaraza maalum ya kuwasimamia hawa wasanii. Ndio kuna kama BASATA, KOSOTA na mengine madogo madogo yaliyozalishwa. Kwa sababu nasema na mabaraza mengine madogo madogo ya wasanii yalianzishwa. Kwa hiyo nimesema hichi kitu, nilikopo nina ombi moja tu. Kuna wasanii kwa Tanzania hii wamefanya makubwa sana 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 sana, ambao mimi ninakuwa ninawatazama na ninawasikia, lakini leo hii wanaishi maisha ya kawaida na ni ya ajabu sana, ili hali walitumia nguvu zao, muda wao katika kuikuza na kuibrandi sanaa ya Tanzania. Kwa mfano ni wataje, si kwa ubaya. Kuna msanii wa vichekesho anaitwa Bambo. Wengi wanamfahamu. Kuna mwingine wanamuita Zimwi. Kuna mwingine wanamuita Mtanga. Kuna mwingine wanamuita, tuchukue mfano wa watatu tu. Leo hii ukionyeshwa maisha halisi ya Zimwi utakimbia. Juzi kati alipata tatizo hapa anaumwa. Hakuwa hata na mia ya kwenda kujitibu. Ilibidi wasanii wenzake na baadhi ya Watanzania wachange pesa ili akamtibu. Lakini kuja kuangalia kazi alizozifanya Zimwi ni nyingi mno, nyingi kubwa, ambazo kupitia zile kazi tu alizofanya alikopo na uwezo kuishi maisha vizuri sana. Vizuri mno. Nini mantiki ya kuongea yote haya? Nilikopo ninaomba mabaraza ya sanaa, KOSOTA, BASATA na mengineyo, mwe mnawakumbuka basi hawa wakongwe wa sanaa. Msiwakumbuke tu kwenye matukio yenu muhimu. Tengenezeni hata siku yao, muwakumbuke, muwatengenezee maisha yao. Mfano, mnaweza mkatenga mfuko maalum wa wanasanaa ambao ni wazee, ambao tayari kwa sasa hivi hawezi wakafanya sanaa tena, by the way. Au mkatenga mfuko maalum wa wasanii. Siku akipata tatizo, mna ule mfuko ambao unaweza ukasaidia wale wasanii. Kuliko ule msanii anapata tatizo, inabidi arudi tena kwenye jamii, aanze kuomba tena msaada. Na mpaka mtu anaomba msaada, si kwa ubaya, ni kama anajishusha, anaweza akapata wakamsema. Lakini ili kuepusha msanii ni kioo cha jamii, aishi vizuri, kaitumikia sanaa yake vizuri, kaitumikia nchi yake vizuri, apewe ile recognition, apewe ule uhusika wake, yani watu watambue mchango wake, aishi vizuri. Kuna wasanii wengi sana wamefanya makubwa kwenye hii nchi, lakini hawatambuliki. Watatambulika siku ambayo labda kuna tukio maalum, labda bwana tuna ugawaji wa tuzo zetu. Nakumbusha kitu kimoja. Kulikopo kuna utoaji wa tuzo za wachekeshaji ambao ziliandaliwa na moja ya msanii Ommy Dimpoz. Mimi nilishangaa sana 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 Bambo na Mtanga kukosa tuzo. Hata ile ya heshima tu wakakosa. Nani ambaye hajui Tanzania hii katika comedy za duo Mtanga na Bambo ni wakali? Nani ambaye atambua hicho kitu? Watu wanatambua hicho kitu, lakini hawakupata tuzo. Hata recognition hawakupata. Wakaishia kupewa vijana. So kwa sababu wana idea mpya, no. Sijajua ilitumika mfumo gani, lakini basi wakitengenezwa tuzo hata ya heshima. So tuzo ya heshima mchague labda wasanii wawili, afu mnaacha wasanii watatu. Afu wawili ndio mnawapa hiyo tuzo. Tengenezeni tuzo za heshima za hao wazee, na hizo tuzo sio za mikono mitupu. Mwatengenezee maisha, wamepambania sana sanaa ya nchi. Leo hii Nanga singependa comedy kama Bambo kuianzisha.
Leo hii huyo Ndaro asingependa comedy kama Bambo wa kuianzisha. Leo hii tuchukulie nani mfano? Tumchukulie mfano huu. Mkojani asingependa sanaa kama Zimo asingechonga barabara. Kwa nini leo hii wale waliochonga barabara wazaraulike, waonekane watu wa kawaida, lakini hao wale ukuta barabara ishachongwa ndo athaminike? Hao ndio maana nikasema muda ule naomba hizi mabaraza ya sanaa, BASATA, KOSOTA yatengeneze mfumo ambao utaangalia wazee ambao sasa hivi hawafanyi comedy, hawafanyi sanaa. Hapa nimechukulia tu mfano kwenye comedy, lakini nazungumzia sanaa kiujumla. Awe ni mwanamuziki, awe ni dancer, awe ni nani, lakini anafanya kazi ya sanaa, watengenezewe mfuko wao. Sanaa inaanza kulipa sasa hivi, miaka hivi karibuni ndio sanaa imeanza kulipa. Sanaa ilikulipa zamani. Wale zamani walikuwa wanachonga barabara. Sasa wameshachonga barabara, imeshanyooka. Sisi ambao tayari watu wanalipwa, tutengeneze mfumo wale wapate mafao yao basi. Ndio ombi langu tu kwa baraza la sanaa, tujaribu kuwatazama sana wazee. Wamefanya kazi kubwa ambao tukisema tuiache tuifumbie macho, kutokuwa na haja ya baraza la sanaa. Sasa baraza la sanaa litakuwa la focus na walioko mbele tu, la sawa waliotoka na hiyo sanaa nyuma. Yangu ndo hayo tu. Have a nice day. Call me Official Boy, Priest Babylon Killer. We taking over.